Oh yes, Majote Media. Leo nakuletea story kali. Luka na mimi hadi mwisho tunaanza hivi. Basi Chuma anaanza kutuonesha mshikaji anatoka sehemu akiwa ameshikilia zake bahasha. Inaonekana alikuwa anatoka kupeleka maombi ya kazi. Anakutana na bidada. Bidada anamuuliza, "Leo umekuja na habari gani mpya?" Mshikaji anasema, "Habari zangu ni zile zile kila siku. Nimepeleka bahasha zangu na vigezo vyangu vya kupata kazi lakini bado inaonekana sija qualify. Yaani nimezunguka ofisi zaidi ya 3 lakini vigezo nilivyonavyo na ninavyohitaji kama viendani vile." Basi mshikaji kwa kuna jina la Jimmy anamwambia bibi wake kwamba na mimi napenda na wewe na maisha mazuri. Sipendi wewe unahangaika hivyo unafua kila siku unafua wewe. Nahitaji hata nikununulie washing machine bibi wangu. Kwa hiyo inabidi nihangaika ninavyoweza nipate kazi. Basi bidada kwa jina la Nancy anamwambia boy wake kwamba jaribu kumwamini Mungu, nishakwambia kila siku ukiamka omba. Kuna siku Mungu atatenda maajabu yake. Kuna siku Mungu atafanya kile kisichowezekana kiwezekane. Na kuomba usimwache Mungu pembeni, tembea naye kila sehemu. Bado mshikaji azidi kulalamika, si unajua kwa uchungu ule aliotembea kila sehemu anatafuta kazi lakini bado hajapata, ni muda mrefu sasa. Basi mshikaji anamwambia bidada Nancy kwamba ngoja kwanza nikabadilishe nguo hapo, then tarudi tuendelee kuongea zaidi na zaidi. Bidada anamwambia haya basi na mimi bibi wangu namalizia kufua hapa, then tuendelee na mume. Basi bidada yuko anafua hapa, anatokea ghafla bidada mmoja mwingine anaitwa kwa jina la Hanji. Anamshtua kweli bidada ambaye alikuwa anafua. Anamwambia Nancy, ni wewe? Nancy anamwambia, Anji, umenishtua bana, ulipokuja kama mzimu hivi. Umenishtua mimi, ndio niko hapa, umenishtua bana. Nimeogopa kweli, umeniogopesha kwa namna ulivyotokea hapa ghafla. Sikutegemea kuona muda huu. Basi bidada Hanji anamuuliza Nancy, uko sawa kweli? Uko sawa? Are you okay? Uko sawa? Nancy anamuuliza, nini kwani kuna shida gani? Mbona sikuelewi? Bidada anaanza kumwambia, mwanaume mmoja unamlisha wewe, unamfulia wewe, unampikia chakula, unampa hela na bado umempa moyo wako. Hicho kitu kweli bado kipo kwenye hii dunia sasa hivi? Unamwamini je mwanaume kwa kiasi hicho? Kuna kitu hakiko sawa. Muda wako unaharibu kwa ajili ya huyu mwanamke. Basi bidada Nancy anamwambia, umelipa wewe nauli kuja hapa kumwongelea mume wangu Jimmy. Kiko sawa kweli? Naona uko sawa. Nakwambia ukweli Nancy, huyu mwanaume sasa hivi anakutumia. Atatumia hela zako zote, zikishaisha tutaona anavyoondoka. Wanaume wanabadilika. Basi mara wakiwa wanaongea, mshikaji yuko anawasikiliza tu pale kachili, anawasikiliza the way bidada akaja kumharibia kwa mpenzi wake. Basi mshikaji anamwambia, umefanya vizuri kabisa, umefanya vizuri. Hicho ndio kinakuleta hapa. Kila siku tu unamshawishi huyo bidada azidi kutonikubali mimi, wakati mimi mwenyewe waga namconsider sana huyo bidada. Kila siku unakuja na story ile ile, kila siku kuna story ile ile. Kwa nini unapenda sana kufuatilia maisha yetu? Maisha yetu hayahusu bana, acha tunavyoishi hivi hivi. Basi akinipa hela wewe inakufaidisha nini? Akinipa chochote wewe inakufaidisha nini? Akinifulia wewe unafaidika kwa lipi sasa? Kwani mimi kosa langu ni kupenda na huyo bidada? Shida iko wapi sasa? Shida iko wapi? Mbona mimi sioni chochote? Wewe na mdomo wako unakuetaga au unanitaka wewe au unanitaka? Ndivyo fika tu umeamua badilisha story. Lakini nilikuwa nasikia kila kitu ambacho ulikuwa unaniongelea. Nimesikia kabisa. Kwa unachukua advantage ya kwa rafiki kuja kuwa unamshawishi kila siku tu aniache mimi naende kwa mwanaume ambaye ana hela. Ndio kitu unakihitaji? Na kuiza bidada ndio kitu unakihitaji? Haya basi huyu hapa mconvince. Mshawishi aende kwa mwanaume mwingine ambaye ana hela, anaweza kumhudumia kila kitu ambacho mimi siwezi kufanya. Mshawishi huyu hapo. Na nakwambia yule mara ya kwanza na mwisho kwa unakuja hapa. Sitaki kusikia hizo habari kila siku. Na nakwambia toka hapa. Toka hapa, ondoka. Toka kwangu. Toka. Basi mshikaji anamfukuza bidada. Hataki kuelewa issue inayoendelea hapo. Basi bidada Nancy anajaribu kumtetea rafiki yake kwamba haiko hivyo, usichukulie hivyo basi Mr. Jimmy, usichukulie hivyo, atakuwa hivyo bana. Basi mshikaji ashamind, tunaelewa ashamind, shughuli sio nzuri kabisa. Bidada atoka huko anakuja kuleta umbea tu hapa. Bidada Nancy anaonekana hajapendezwa kabisa na hii tukio lilotokea hapa. Basi ni siku nyingine tunamuona mshikaji Jimmy yuko na mpenzi wake Nancy, wanapiga story hapo. Bidada anamwambia, Jimmy, uone kwamba unaweza angalau kuongeza ubunifu, angalau na ukajiajiri mwenyewe, sio kwamba kila siku unawafanyia kazi wengine.
inaonekana kama inachosha na haikupi faida yoyote. Mshikaji anamwambia ningefanya kweli kama angalau ningekuwa na msaada. Au uko tayari unaweza ukanisaidia angalau nianze na mimi? Action nikwambia baby, na ndoto kubwa kabisa, na ndoto ya kumiliki duka kabisa la thamani. Usinione nafanya sasa hivi kazi kama seremala, lakini kweli na ndoto kubwa ya kumiliki duka langu mwenyewe. Na kuahidi kabisa nikipata mtu yote akanisponsor hapa, miaka 3 au 4 utanikuta mbali, nitakuwa nishamiliki duka langu tena kwenye gorofa kabisa. Basi bidada anafurahi kusikia hivyo mshikaji anavyokuwa na ndoto kubwa ya kuzidi kuongeza ujuzi wake. Wanazidi kupiga story hapo, wanaenjoy, wanakunywa maji ya nazi. Basi ni siku nyingine, kumbe bidada baada ya kuambiwa na mshikaji kwamba anahitaji anao msaada, alikutana na mmoja wapo ya wanaume ambao ni sponsor wenye hela kweli mjini, ambaye alikuja kumtambulisha kwa mshikaji ili angalau waanze mawasiliano na waweze kufanya biashara katika makubaliano, ambapo atamsaidia kwa namna fulani aweze kufikia ile ndoto yake. Basi tunaona hapo wako hotelini hapo, bidada ndio yuko anamuandaa mshikaji ili aje kukutana na huyo bosi. Basi na mshikaji bosi anafika hapo, wanasalimiana na bidada Nancy anamtambulisha mshikaji kama mpenzi wake, na wanatambishana kama mjomba wake ambaye ndio bosi. Basi wanaanza maongezi hapo, tunaona wanapata na kahawa. Mshikaji anamwambia bosi kwamba nilikuwa na proposal nimeshaandaa hii hapa, ambayo ni business plan ambayo tutaanzia sasa, kama Nancy alivyokuambia mwanzo kwamba mimi nahitaji mtu yote wa kuniwekea mkono katika hii biashara ambayo naenda kuianza. Basi wakiwa amekaa hapo, bosi anaambia enjoyni chai kutoka China, na anamwambia Nancy ananiambia kwamba una proposal na ushaniambia una proposal, naomba niangalie hii proposal nione kama ina kitu ndani yake ambacho nikiwekeza hata hela inaweza ikaja na faida zaidi. Basi mshikaji anampa proposal bosi wao ambao wamekutana hapo katika hiyo hoteli, na wanazidi kupata chai huku wakipiga story. Basi room na tukimbiza sehemu nyingine hapa, baada ya ile proposal mshikaji kumpa na bosi akaikubali, akaamua bosi sasa amzungushe katika project yake ambayo anaonekana anajenga mjengo hapo. Tunaona anazidi kumzungusha kijana, angalia mjengo kama utafaa kwa ajili ya biashara yake. Basi wanazidi kukagua mjengo hapo. Baada ya kukagua mjengo sasa, wako chini hapo wanamalizia, wakazidi kupiga story hapo. Bosi akamuuliza vipi, naendaje niangalau niwafikishe mbele hapo na gari hapa niwafikishe. Mshikaji kwa jina Jimmy akamwambia no bosi, nitakachokifanya hapa na mimi nitachukua tu usafiri wa kawaida, alafu nitapitia kwa Nancy na nazungumza naye kidogo. Bosi anamwambia anaonekana wewe na Nancy mmeshibana kabisa. Ya mshikaji anasema ndio tumeshibana sana, na unavyoniona hapa nimevaa hadi kila kitu, ni jitihada zote za Nancy anazidi kunihudumia zaidi ili nizidi kupendeza mimi kama bibi wake. Basi tunapo bosi anaanza kuaga na kuambia asante kwa kazi yako nzuri mnazidi kuifanya. Basi mimi naondoka, endelea kufanya kazi zenu kama ilivyokuwa mwanzo. Basi bosi anaondoka zake hivyo. Basi ni siku nyingine, biashara ishanoga kweli. Tunamuona mshikaji yuko na meneja wake na anamueleza tatizo limetokea hapo, kuna mfanyakazi anazingua. Meneja anamwambia huyu mfanyakazi ashawaambia na watu wote ambao wanazunguka hapa wafanyakazi wenzake kwamba yeye ni ndugu yako, kwa hiyo hata kazi nyingine hataki kufanya. Anamwambia sasa kama ndugu yangu ndo asifanye kadri shughuli inavyohitaji, mwambie awe makini zaidi. Basi Jimmy anawaambia nitangana mna kufikiri swala ambalo limetokea. Basi ni baada ya miezi 6 room inatupeleka sasa. Tunaona maisha ya Jimmy ashabadilika hapo, ashapata na mjengo. Yuko na bidada Nancy. Amemletea zawadi hapa, mbebea mamidoli na vitu vingine kwenye mifuka hapo. Nancy yuko na rafiki zake hapo, walikuwa wanapiga story sebleni. Basi bidada hapa anampokea mshikaji, kaja na mamidoli yake haya. Anamwambia yes baby, nimeyapenda haya mamidoli. Inaonekana sasa bidada kwa jana Nancy ashapata mimba hapo. Baada ya maisha kuwa mazuri, sasa wanaenda kuanzisha familia, ashapata mimba baada ya miezi 6. Tunaona mshikaji anazidi kuongea hapa na kisi na mimba yake. Bidada anamuuliza kazi inaendaje? Mshikaji anasema inaenda vizuri tu, nimefanya kazi kwa sababu ni weekend, nimefanya muda mfupi wenyewe, ndio maana nimerudi mapema. Kwa hiyo haina shida. Bidada anamwambia na mimi nilikuwa sawa hapa, naona rafiki zangu amekuja kunitembelea. Basi mshikaji anamwambia sawa, ngoja mimi niingie ndani hapa. Ukitaka tu shida yote utanishtua hapo, niko juu hapo. Niko chumbani. Basi tunaona hapa marafiki zake bidada Nancy wanapata wivu kweli. Bidada anawaambia, yaani mimi nishamzoea hivyo Jimmy.
Kila akija tu anaona surprise na mazawadi, kila akija tu ni zawadi tu. Hadi mwenyewe unaona la kila muda. Basi mshikaji anaondoka hapa, anaingia chumbani. Bidada anabaki anapiga story na rafiki zake. Rafiki yake mmoja anamuuliza, "Priscilla vipi? Mbona hata bibi wako huyu asalimii? Mwanaume wako mbona asalimia anatupita tu au anatuchukia?" Bidada anamwambia, "Hamna, wachukii tu, ni ubize wa kazi, unaona amechoka ndio maana amewahi kuondoka. Kwa hiyo hana shida yoyote na nyie wala." Basi wazidi kupiga story hapo, wanapiga story. Bidada anamwambia, "Nancy, inabidi tuondoke sasa, ndio muda umeenda, inabidi tukuache hapa mama." Basi wanaondoka hapo, tunaona movie inaendelea sasa, inatuonesha mshikaji anatoka zake kwenye gari, ana hasira kweli, anamuuliza dereva ambaye alipaki pale kwenye eneo lake, anamwambia, "Wewe vipi? Mbona unapaki gari lako kwenye eneo la nyumba za watu?" Tunaona anashuka mzee mmoja hapa, anamwambia, "Hey, nini sasa hii unafanya? Nini? Kwani kupaka unafanya kosa gani? Nini unafanya hii?" Anamwambia, "Kijana, mbona unadharau? Mbona ishi hivyo?" Basi mshikaji anamuomba msamaha, anamwambia, "Baba." Kumbe ni baba yake bana. Anamuomba msamaha kwamba naomba unisamehe, basi ni pressure tu kutoka kazini na mambo mengi barabarani, ndio maana nimekuja hapa na wakoromea hivyo. Anambia, "Kweli ni pressure kutoka kazini kweli?" Anambia, "Haya sawa." Basi mshikaji anamuuliza, "Baba, vipi sasa, mbona umetoka kijijini huko hadi hapa mjini, hata kunaambia kwamba unakuja, hata kunipigia simu kunijulia kwamba nijue kabisa unakuja nikuandalie kitu kwa ajili yako baba yangu." Anamwambia, "Baba, ungeniambia tu hata kwamba unakuja hapa mjini." Babaka anamwambia, "Mimi hapa naenda kwa mwanangu, nitoa taarifa? Yaani nitoe taarifa kama nakuja kwako mwanangu? Mimi nakwambia naweza kuja muda wote, kwa sababu mimi ndo nimekusomesha, mimi nimekufanya hadi ukagraduate ukamaliza chuo, kwa muda wote naweza kuja, nakuja kwa mwanangu na